Na mtazamaji, kumbuka ni miaka 12 ya ugatuzi. Kaunti zinaendelea, baadhi zinasherehekea mafanikio na pia baadhi zinasema kwamba kumekuwa na tatizo la uongozi pamoja na ufisadi ambao umeonekana kulaumiwa zaidi na kuwanyima wananchi huduma, haswa katika sekta ya matibabu, katika sekta ya kutengeneza barabara, na pia sekta tofauti zimeathirika sana. Pia katika sekta ya elimu katika kaunti, wananchi wanalalamika kwamba uongozi usio bora pamoja na ufisadi umeathiri pakubwa utoaji wa huduma. Na ndiposa mjadala hii leo ni kuhusiana na uongozi bora kwenye kongamano la ugatuzi ambalo linatarajiwa kufunguliwa wakati wowote kuanzia sasa na Rais William Ruto, ambaye kwa hivi sasa anakagua baadhi ya vibanda vya wananchi ili kushuhudia na kuona biashara ambazo wananchi wanaendeleza, wakizungumza pia naye na kuelezea baadhi ya changamoto wanazopitia pamoja na mafanikio. Tutakuwa tunarejea huko baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini kabla ya hayo, ni miaka 12 tangu kaunti 47 zianzishwe. Ugatuzi umeacha alama zenye utata. Uliibuka kama suluhisho la kuleta huduma karibu na wananchi, lakini safari yake imejaa mivutano ya kisiasa, matumaini yaliyokatishwa na mafanikio ya polepole. Kwa baadhi ya Wakenya, ugatuzi umeleta mabadiliko ya kweli kama vile barabara mashinani, vituo vya afya na shule za chekechea. Lakini kwa wengine ni jukwaa la ufisadi, matumizi mabaya ya fedha na ahadi zisizotimizwa. Wakati magavana wanakutana Homa Bay hii leo kuadhimisha mwaka wa 13 wa ugatuzi, taifa linatafakari: je, huu ni mwanzo wa mabadiliko ya kudumu au ni ndoto inayozidi kufifia? Vera Mura na kina cha taarifa hiyo. The new constitution. Ugatuzi ulizikwa katika magofu ya miaka ya awali ya uhuru kama jaribio la kisiasa lililoshindwa. Lakini katiba ya mwaka 2010 ilifufua na kuzaliwa upya kama jaribio jasiri lililogawanya Kenya kuwa na serikali za kaunti 47 zenye mamlaka ya kujitegemea. Kila kaunti ilipewa majukumu 14 muhimu, kuanzia huduma za afya ya msingi, elimu ya chekechea hadi uenezaji wa kilimo. Muundo huu ukiwa na lengo moja kuu: kuikaribisha serikali kwa mwananchi. Lakini baada ya miaka 12 wa Kenya bado wamegawanyika kuhusu iwapo ugatuzi huu ni mafanikio makubwa au kosa la kihistoria. Tukimfikisha hospitali tukaambiwa ameaga. Sasa kama tungekuwa na barabara nzuri tungeweza kumpeleka. Hata chakula chetu kutoka upande huu, sababu maziwa yetu ya tunatoka upande huu kupeleka kwa cooling, hakuna nafasi ile. Watu wa pikipiki ni shida kutokezea hawa watu wetu wakigonjeka upande huu bado ni shida. Mama, tumekasirika sana. Naomba mbunge wa hii area angalie hiyo barabara ndio at least hata wakulima wafaidike na barabara yao. Kwa wakosoaji, kaunti zimegeuka kuwa mashine za kisiasa na zenye rushwa, ambako mamilioni huibuka kila kuchao, huku zahanati zikiwa hazina dawa za msingi na mazingira ya elimu ya kisalia duni. Kwao kilichogatuliwa kweli ni ufisadi. Lakini watetezi wa mfumo huu wanasimulizi tofauti kuhusu wodi za uzazi zilizo karibu na wananchi, barabara za mashambani zilizokuwa hazipitiki sasa zikijaa bodaboda, na jamii zilizokuwa zimesahaulika sasa zikihesabiwa katika simulizi za kitaifa. Kwa watetezi hao, ugatuzi ni kazi inayoendelea, si jaribio lililoshindwa. Haya yanajiri wakati magavana wanakutana